semina ya muziki Ipagala. Tunamshukuru Mungu wetu jioni hii ya leo tukiwa tumebarikiwa na vipindi vya mchana vilivyotangulia, na Mungu wetu tena anaenda kutubariki kwa sehemu ya pili ya somo tuliokuwa nalo mchana, somo linalosema mitetemo katika pambano, sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni kuona vita hii ilianzia mbinguni tulipokuwa tunasoma zile, halafu tukamuona Mikaeli anayetajwa pale ndiye anayepigana vita, na tukaona alivyotajwa katika Biblia mara 3 Agano la Kale, mara 2 Agano Jipya, na hiyo mara 3 ni katika kitabu cha Danieli, na mara 3 hizo zote ni katika ile njozi ya 4. Na tukaona na mara 2 katika Agano Jipya, moja ni hiyo Ufunuo sura ya 12 aya 7, lakini na Yuda sura ya 1 na ile aya ya 9. Kwa hiyo Mikaeli nani aliye kama Mungu? Na tukaona alishindwa. Halafu tukaona ameshuka na ghadhabu nyingi, lakini anapokuja kwetu haji kama mwenye ghadhabu, anakuja kama rafiki muungwana kweli. Ndicho alichokifanya kwenye bustani ya Eden. Alikuja kama rafiki, na Hawa akaona ana nia njema, lakini Biblia inamsema mwenye ghadhabu nyingi. Kwa hiyo ile ghadhabu huwa haionekani mpaka awe amejiridhisha kwamba tumekuwa mateka wake. Lakini kabla hajajiridhisha ni muungwana mno, anakuja anayetutakia mazuri, anaonekana anataka na yeye kufanya iwe vizuri katika swala zima la kumwabudu Mungu. Kwa hiyo hakuja kama shetani, hakuja kama joka, wala hakuja kama ibilisi, diabolos. Hakuja namna hiyo. Alikuja kama mtu anayetafuta njia nzuri ya kumwabudu Mungu, kumwelewa mapenzi ya Mungu. Na yule mama akaona nina nafasi ya kufanya kumsaidia kuelewa, lakini akaharibu fikira yake. Tuliposoma ile Wakorinto ya pili 11 ile aya ya 3, akaharibu fikira, na hivyo unyofu na usafi wa Kristo ukaondoka. Ndivyo anavyofanya, ni mshtaki halafu ni mdanganyifu. Anashtaki na anadanganya, na Biblia inamtaja anadanganya mataifa yote, na ni muongo na ni baba wa uongo. Sasa hii sehemu ya pili inalenga hasa kufahamu ni kwa jinsi gani. Kesho tutaona hizo habari za melody, habari za harmony na rhythm, vile mbingu zinavyozielewa, na utaona kwa nini ibilisi anachepukia wapi hasa, na akishafanya vile basi hakuna kitakachoendelea. Na tulisoma ile nukuu ya Ellen G. White mchana kwamba shetani atafanya mtego kwa njia ya muziki kwa namna unavyotendeka, atautengeneza kuwa mtego. Na kwa hivyo, kwa kuwa hawezi kuharibu muziki, ila anaweza kufanya utendeke tofauti. Hawezi kuharibu. Anachotengeneza Mungu hawezi kukiharibu, ila anawezaje kuchepusha, ndio akili yake. Kwa hiyo leo tunaenda kuona ni mada nyeti, maana sasa tunasogea. Ndio maana kuanzia leo utalazimika sasa kurusha, kwa sababu kuna vitu ambavyo ni salama kabisa kusikia na kuona. Na kuanzia leo
kwa sababu baada tu ya hayo maeneo matatu kesho mchana na uona utendaji wake, sasa tutakuja kwa karibu kabisa kuanzia jioni kuona sasa vile yalivyotuzunguka. Tunayo asubuhi, tunayo mchana, tunayo jioni, na alivyopiga msasa, piga polish. Ndio maana usishangae ukiona unapata ushabiki mwingi, watu wanatetea mno na wanakuambia hizi ndizo nyimbo tulizoimba watu wakaokolewa. Hivi watu wamebatizwa wengi sana. Tutafika mpaka huko kuona, maana wakati fulani tunafikiri ni sisi ndio tumewaongoa. Na tusipojua hivyo, kila anachofanya Mungu alafu tunamchukulia sisi utukufu, tunasema ni sisi ndio tulifanya wakabatizwa. Ni lugha nyingine. Ibilisi anakutoa, ananitoa sehemu moja, ananipeleka hatua nyingine mbaya zaidi, kwamba hata anayeongoa siku hizi ni mimi mhubiri, alafu ni wewe mwimbaji. Kwa hiyo mtu anasema hizi nyimbo watu wameongolewa kwa nyimbo hizi, watu wakabatizwa. Kwa hiyo tutamsikiliza Mungu hapo mbele kwamba hivi ni kweli ni sisi ndio tunayefanya ama ni yeye. Kwa hiyo Mungu anapokuwa amefanya kazi yake ndio inakuwa tena ya kwetu. Kwa hiyo tunakuwa tumeingia tena mahali pabaya zaidi panapoweza kutisha. Kwa hivyo mitetemo ya enzi leo tutaenda, maana tuliambiwa tu mchana kwamba akapoteza nafasi yake, akashushwa na malaika zake. Hii tueleza tu kuna vita, tukaona ni vita ya uelewa kuhusu sheria, kuhusu kanuni. Tuliangalia hilo neno polimos na tukaangalia hilo neno kategoras. Hayo maneno ambayo yatusaidia tukujua sio vita ya panga ya nini, ila kwenye akili yake, na wote walioanguka ni kwenye akili zao, kuhusu taratibu, sheria, tabia ya Mungu. Vita ya maneno inayoleta badala ya yeye aliye verse, yeye akaleta controversy. Sasa hii jioni ya leo inaenda kutusaidia kufahamu kivipi na inavyohusiana na muziki. Tuombe. Mungu wetu, tubariki tena kwa neno lako tunapoendelea kujifunza muziki. Hivyo kila mmoja, sisi tulioko karibu na walioko mbali, tuna shauku ya kufahamu mapenzi yako. Na hivyo Mungu wetu, Roho Mtakatifu ajuae kutufundisha, atuwezeshe pia kuitikia, katika jina la Yesu, amina. Ezekieli 28. Ezekieli 28 inazungumzia mfalme wa Tiro katika utangulizi. Lakini kadiri inavyosogea, mfalme wa Tiro anafunikwa pembeni. Unaona sasa huyu tuliyesoma, joka, ibilisi na shetani. Kwa hiyo Ezekieli inatueleza ni hivi, utendaji wa mfalme wa Tiro ulikuwa ni utendaji wa shetani. Ni kama alivyotueleza kwenye ile Danieli sura ya 10 kwamba Mikaeli akaenda apigane na wakuu wa Uajemi. Sio kwamba wanaweza kukabiliana naye, ila utendaji wa wakuu wa Uajemi ulikuwa ni utendaji wa shetani ndani ya akili ya viongozi wale, kwa sababu kuna jambo linalohusiana na unabii wa majuma 70 katika ile Danieli sura ya 9. Na unajua ndio inayomalizika hiyo njozi ambayo ni sehemu ya unabii wa siku 2300, lakini Gabrieli akamwambia Danieli kuna majuma 70 kwa ajili ya watu wako. Sasa ule utekelezaji wa ule unabii wa majuma 70 ambao ulipaswa wafahamu watu wa Mungu, na utekelezaji wake Uajemi ilikuwa inahusika pia. Sasa unaona
Ibilisi ameshikilia akili za viongozi zisione kinachopaswa kufanyika. Kwa hiyo anasema Gabrieli alikaribiana na hiyo, lakini ikabidi Mikaeli akaja kumsaidia. Sasa utendaji wa namna hiyo ndio naona. Hebu soma Ezekieli sura ya 28 alafu some ile aya ya 14. Anasema wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye. Yache ya 14 kwanza, soma tu ya 13 kwanza. Anasema ulikuwa ndani ya Eden, naam, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Ndio. Akiki na yakuti manjano na almasi na zabarajadi na shohamu na yaspi na yakuti samawi. Hiyo ni yakuti samawi. Na zumaridi na baharamani na dhahabu. Kazi ya matari yako na kazi ya nini? Ya matari yako. Kazi ya nini msomaji? Ya matari. Hiyo ilikuwa ni kazi ya matari. Sio neno la kwanza kutajwa hivyo, limejaa sana katika Agano la Kale. Kazi ya matari. Aha. Na filimbi zako ilikuwa ndani yake. Na nini ilikuwa ndani yake? Filimbi. Hivyo ni vyombo vya muziki vilikuwa ndani yake. Imalizie hiyo aya. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Yeye anapoumbwa vilitengenezwa tayari kwa ajili yake. 14. Shia tu kwanza hapo ya 13. Nini kinachosemwa pale? Huyu anayeitwa 14 na ndio maana tulianza pale, anasema kerubi afunikaye, tutakuja kuiona alipoumbwa. Kwa ufupi, muziki uliumbwa ndani yake. Kwa hiyo ametaja pale ziko safu ya kwanza madini matatu, safu ya pili madini aina tatu, safu ya tatu madini aina tatu. Haipo tu ile safu ya 4 ambayo tutaenda tuiangalie pia kwenye kitabu kile cha Kutoka sura ya 28. Unaenda Kutoka sura ya 28 alafu usome ile aya ya 17, 18, 19, 20. Uzione zile safu alizozisoma hapa, utaona pia akizisoma pale. Hebu soma Kutoka 18. 28. 28. Alafu usome hiyo aya ya 17 hadi 20. Anasema nawe ukijaze viweko vyako vito. Weka viweko vito, jaza vito. Safu 4 za vito. Zilikuwa ni safu 4, 1, 2, 3, 4. Yaani kwenye kifua, kwa sababu hapa ni ile ya kuhani mkuu. Alikuwa anaweka kifuani cha vazi la ukuhani, lakini alikuwa na kifua cha inaitwa vazi katika kifua cha vazi la ukuhani pale, alafu kwa kuna naivera, alafu ndipo unaona vile viweko safu 4. Safu ina 3, safu ya pili ina madini aina 3, safu ya 3 madini aina 3, safu ya 4 inakuwa 3. Kwa hiyo 3 mara 4 10 na ngapi? 12. Kule kwa kerubi ziko safu 3, hazijafika 4. Lakini utakuja kuangalia utakapokaa muda wako, jaribu kulinganisha uone. Ni safu tu inayokosekana ni ya 3. Katika hii orodha tunayoenda kusoma sasa hivi, ni safu ya 3 ndio inakosekana upande wa kerubi. Lakini upande wa kuhani mkuu zimefika zote safu 4. Ingawa dhahabu na aina moja ya kito vimesema kwamba rearrange kidogo, sio kama ilivyotajwa hapa, lakini zote zilizotajwa kwa kerubi unaziona zote kwenye naivera ya kuhani mkuu, kasoro safu ya 3. Kwa hiyo kwa huyu Lucifer iko ya kwanza, iko ya pili, iko ya 4. Ya 3 haipo.
Nenda usome sasa, endelea kusoma. Safu moja itakuwa ni akiki, Ya akiki na yakuti ya rangi ya manjano. Yakuti manjano ndio umeiona pia, ya akiki umeiona kule, na baharamani. Baharamani umeiona kule. Hivi vitakuwa safu ya kwanza. Hiyo ni safu ya kwanza. Safu ya pili? Na safu ya pili itakuwa zumaridi. Zumaridi umeiona kule. Na yakuti samawi. Yakuti samawi umeiona kule. Na almasi. Na almasi umeiona kule. Na safu ya tatu. Safu ya tatu ndio kule haiko kwenye ile Ezekiel 28. Isikilize hapo. Itakuwa hiakintho. Yakiko haipo kule. Na akiki nyekundu. Akiki nyekundu haipo kule. Na amethisto. Amethisto haipo pia kule. Na safu ya nne itakuwa hii ya nne iko kule kwenye Ezekiel. Itakuwa ni zabarajadi. Zabarajadi ipo. Na shohamu. Shohamu ipo. Na yaspi. Yaspi ipo. Vito hivyo vitakazwa ndani ya dhahabu kwa kujaa mahali pake. Kwa kujaa mahali pake. Na kazi hiyo yote ukiona 36 na mstari wa 40 ya Kutoka 28 unagundua ilikuwa ni kwa ajili ya uzuri, kwa ajili ya utakatifu, kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Unaweza ukaona alivyoumbwa huyu. Unaweza ukamwona tu alivyo na unaviona vinatajwa kule. Sasa nini kinachosemwa hapo kwa hakika? Hii ndio tunasema nafasi ya Lucifer. Hii Lucifer ni neno la Kiebrania na limetajwa ile unayosikia na tafsiri nyota ya asubuhi kwenye ile Isaya 14 mstari wa 12 hadi 14 anaposema jinsi ulivyoanguka Lucifer mwana nyota asubuhi. Sasa hiyo wametafsiri. Kineno lenyewe ni Lucifer. Lucifer mwana wa asubuhi. Anakueleza tu alivyokuwa ameumbwa, ni nuru ya asubuhi. Inayovutia, inayong'aa. Utukufu ndio anayokueleza alivyokuwa. Ndio maana unaona yale madini yanavyotajwa kwake na kwa uzuri na utakatifu kwa ajili ya Bwana. Sasa hii unaiona safu ya kwanza, safu ya pili. Hii hapa unaiona kwenye safu ya 4 upande huu. Ukiangalia hapa kuna rearrangement. The beryl, the onyx na jasper. Na unaiona ndio hii hapa kwenye upande wa Kutoka. Ingawa hapa nimeziandika kwa Kiingereza, lakini unaweza ukaorodhesha tu ukaangalia. Hapo unaona kuna almasi na unaiona pia kuna almasi. Unaiona ile kabok na unaiona pia hapa. Emerald ambayo unaiona iko hapa. Sapphires unaiona hii hapa, emerald ndio hapa. Kwa hiyo yani unaona ya kwanza hii unaiona kuna rearrangement ambayo kwa nazungumza ya kwamba inaweza kaa kuna arrangement. Hii ndio ina miss. Hii hapa ambayo ni safu ya tatu haipo. Sasa hapo unaiona kama ipo ya tatu, lakini ukweli ni huu, ziko 1, 2 na 4. Sasa hii ya 4 iko hapa, ambayo ndio hapa kwenye kuani ni ya 4. Huku ameitaja ikiwa sehemu kama safu ya pili. Kwa hiyo ile arrangement ndio unaiona, lakini zote unaziona pale kasoro hiyo safu ambayo ni ya tatu haipo. Kwa nini haipo? Sijajua. Ila ninajua kwa mujibu wa Kutoka 28 aya 36 na aya ya 40, hii inaitwa ni kwa ajili ya utakatifu, kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ni kwa ajili ya sifa ya Mungu. Kwa hiyo ukiona hayo yanatajwa kwake, sifa hizi zote alikuwa nazo, ambazo amesema hivyo vyote viliumbwa, na akataja vifaa vya muziki. Yeye mwenyewe anasema uliumbwa tangu ulishatengenezwa kwa ajili yake. Kwa hiyo position ya kwanza, nafasi ya kwanza ya Lucifer inatajwa na Ezekiel, alikuwa ni mwanamuziki. Unaweza ukaelewa kwa nini hoja ya muziki hapa duniani tunapoisoma tunasoma kitu kingine kabisa. Yeye alitengenezewa tayari music wakati anaumbwa tayari. Kile jambo la pili ambalo tunahitaji kuona ni hii mstari wa 14 Ezekiel 28. Hebu isome pale.
28. Nafasi yake juu mbinguni namba 2 ilikuwa ni ipi? 28 Ezekieli ile aya ya 14. Anasema aya ya 14, wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye. Alikuwa anaitwa nani? Kerubi mwenye kutiwa mafuta. Kutiwa mafuta ndio nasikia waliotengwa, masihi, anointed. Kwa hiyo alikuwa ni kerubi aliyetiwa mafuta, yaani ametengwa kando kwa huduma nyeti pekee kwa ajili ya Mungu. Alikuwa ni kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae. Moja, kerubi, lakini wa aina gani? Aliyetiwa nini? Mafuta. Na ametoa mafuta afanyeje? Afunike. Soma msomaji, malizia hiyo aya. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Mlima katika Biblia, mlima mtakatifu wa Bwana anazungumzia katika kusanyiko la waabuduo wa cha Bwana. Alikuwa ni kiongozi katika kusanyiko la wasioanguka, malaika wa mbinguni huyo. Na unajua yeye ni musician, mwanamuziki aliyeungwa, tengenezwa tangu anaumbwa, ametengenezwa kwa ajili yake. Halafu pia anasema position yake nyingine, anaeleza alikuwa ni kerubi mwenye kutia mafuta afunikae. Aliwekwa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Soma malizia hiyo aya. Anasema umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Kati ya mawe ya moto, hizo zote ni inaelezea uwepo wa Mungu. Amewekwa afanye hizo huduma, kitembea na kuhudumu huku na vile, lakini akiwa ni kerubi aliyetiwa mafuta afunikae. Umemaliza eh? Hilo neno afunikae, covers, inabidi niende kwa Kiebrania ili nimeliandika namna inavyotamkwa tu, kwa sababu lugha ya Kiebrania haiandikwi hivi. Sawak, hili neno linamaanisha linda, tunza, linda, wekea uzio, wekea kitu uzio hiyo ndani. Kwa hiyo kama kitu kiko hapa, kiwekee uzio kiwe ndani. Hedge in, ndio anamaanisha. Join together, unganisha pamoja. Shut up, funika. Set, weka kitu katika utaratibu. Sakak. Kwa hiyo yeye alitoa mafuta afunike, kerubi huyo. Sasa anafunika nini hapa? Hiki ni kitabu kinaitwa Signs of the Times, Aprili 28, 1890, wakati N.G. White anaandika maneno haya. Anasema Lucifer was the covering cherub, the most exalted of the heavenly created beings. Narudia, kuna watu nikifika mahara ninabidi nirudie vitu fulani. The most exalted heavenly created beings. Hapa anaeleza katika kiumbe aliyeumbwa mbinguni, yeye ndiye aliyekuwa ameinuliwa juu kuliko viumbe wangapi? Wote. Ndio maana wale wanaozungumza Yesu ni kiumbe hawajui. Jana tuliangalia kwenye ile Ufunuo sura ya 5 aya ya 13, na alivisikia viumbe vyote vinaanguka mbele ya mwana kondoo, na kwenye orodha hayumo. Wale wanaosema unajua Yesu aliinuliwa akakuzwa, wanaposoma pale yuko juu ya yote, wanasema Yesu naye ni kiumbe lakini aliyekuzwa sana. Hiyo sicho kinachosemwa kwenye Biblia na sio kinachosemwa kwenye maandiko ya N.G. White. Kiumbe aliyekuwa ameinuliwa kuliko viumbe vyote. Utamuona Yesu hapa, unamuona Lucifer. He stood nearest the throne of God. Angalia vizuri sasa hapa. Yeye ndiye aliyekuwa anasimama, yaani ukiangalia ungekuwa unafanya habari ya distance. Kama ungelikuwa unapima umbali kutoka point A kwenda B, yeye alikuwa karibu mno na uwepo wa Mungu.
hakuna malaika wala kiumbe chochote aliyekuwa karibu na uwepo wa Mungu kama Lucifer. Na kwa nini? Kwa sababu alikuwa anaongoza angels katika ibada. Naomba usikilize vizuri. Jana nilizungumzia kuna watu ambao wako mstari wa mbele kama waimbaji, na kama wangelijua nafasi hiyo tusingeona mzao unaoendelea miaka hii. Lakini kwa kuwa Mungu anajua namna anavyotusaidia hapa, tutakuja kuangalia huko baadaye. Mtu yuko mbele za Bwana anaimba na kenua meno tu, anafanya maonyesho. Tutakuja kuangalia walipokuwa hapo, yuko position hapo malaika, kwa sababu tutakuja kuangalia kwamba tumealikwa kufika kwenye hicho kiwango, na Ibilisi anajua hataki tufike pale. Na hapa anasema yeye ndiye aliyesimama karibu mno, nearest the throne of God, kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Ndiye aliyekuwa karibu, and he was mostly closely connected. Alikuwa ameunganika kwa karibu mno and identified with the administration of God's government. Ndiye katika swala la serikali ya Mungu, ndiye aliyekuwa wapi? Closely connected. Yani kwenye serikali ya Mungu yeye ndiye aliyekuwa ameunganika closely, karibu mno na serikali ya Mungu. Lakini sio tu identified, ndiye aliyekuwa anaweza kutambulishwa na serikali ya Mungu kama kiumbe. Ni yeye. Kama unavyosoma leo mwongozo, unasikia unasema mzee wa kanisa ni kiongozi wa dini wa kanisa. Ukizungumzia serikali ya Mungu ikoje? Bring Lucifer and you know the government of God. Unataka kujua serikali ya Mungu ikoje katika viumbe? Lucifer, nenda. Kila malaika aliyekutana na Lucifer anaijua serikali ya Mungu. Unanisikia vizuri hapa? Lucifer akitokea, unaiona serikali ya nani? That was Lucifer. Unaona utawala wa serikali ya Mungu na unaangalia muunganiko na serikali ya Mungu, alikuwa ni yeye, most richly adorned, aliyekuwa amejazwa kwa wingi with the glory na utukufu of his majesty, ya enzi yake and power. Unaweza ukaelewa akitokea kwa malaika, ana oda ya serikali ya Mungu, ana utaratibu wote wa serikali ya nani. Kwa hiyo anapoeleza malaika, wao wanajua hiyo ni serikali ya nani. Mbona mnazungumza sasa kama mmefumbwa? Mmekuaje? Lucifer watu wanamchora eti ni Mwafrika. Nani amekwambia? Eti ana ngozi nyeusi. Ili tuendelee kudanganywa. Akitokea na rangi nyeupe tunaona ni malaika wa nuru. Hivi ndivyo Lucifer alivyoumbwa. Ndio maana umeona yale madini yanatajwa, na unaona vyombo vya muziki ndani yake. Na kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa amekuwa connected na government of God, closely, nearly connected, lakini pia yuko connected na administration, katika utawala wa serikali ya Mungu. Hii unaweza ukaona privilege ya Lucifer. Lucifer alikuwa ni nani? Kwa sababu tunaangalia tu kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae, na tunaenda kuangalia kile ambacho Mungu alimwambia Musa fanya, uone kinachofanyika pale. Sasa ikiwa ndivyo alivyokuwa, kwa hiyo unajua position zake mbili, kwa nini alikuwa vile. Unaweza ukaona utukufu ambao Mungu alikuwa ameimbued kwake, kama unavyozungumza hapo, richly endowed. Unaona, richly endowed with the glory of his majesty. Hizi hapa ni God, ndio maana unaona H kubwa. Alikuwa amejazwa utukufu wa enzi ya Mungu na uwezo wa Mungu. Lucifer. Sasa hii unaposoma kwenye ile Kutoka 25, labda pengine hapo tusome pastor, ili watu wa Mungu wajue ni nini, kwamba ndiye aliyekuwa karibu sana, ili uweze kuona ni kitu gani kinatajwa pale kwenye Kutoka ile sura ya 25, ile aya ya 18 hadi 22, ingawa tutafika 22. Wewe andika tu uone, kwa sababu Mungu alipokusema tengeneza sanduku alafu weka kiti cha rehema juu,
ile inaitwa Shekaina. Alafu akamwambia weka kerubi upande huu na weka kerubi upande huu, yakiwa na mabawa yamenyosha mabawa yakiinamia hivi. Ndio unaona ile lugha ya sawakak, kufunika. Na Mungu alimwambia tengeneza kama nilivyokuonyesha. Kwa hiyo unaona malaika wawili upande huu na upande huu, ambayo wanakitia uvuli ufunika kiti cha enzi cha Mungu. Na kiti cha enzi cha Mungu kina ile amri, mbao mbili za mawe. Na Mungu akamwambia Musa, mimi nitaketi hapo, katika maelekezo yote nitakayokueleza kwa ajili ya Israeli nitayasema nikiwa hapo. Sasa nataka tuone huyu kerubi anayetajwa pale. Hebu soma hapo msomaji. Mstari wa 18 anasema nawe fanya makerubi mawili ya dhahabu, uyafanye ya kazi ya kufua, katika hiyo miisho ya kiti cha rehema, huku na huku. Weka kerubi moja mwisho moja, na kerubi la pili mwisho wa pili. Komea tu hapo, watamalizia watu wa Mungu. Kinaitwa pale kiti cha rehema kwa sababu Mungu amejifunua pale katika namna anavyoweza kuwasamehe watu dhambi. Unajua kiti kile kinaitwa kulingana na aina ya kazi. Katika swala zima la watu wanawezaje kumkaribia Mungu wakiwa wenye dhambi ili watakaswe, kinaitwa kiti cha rehema, the mercy seat. Lakini pale kinapoitwa Mungu anapotoa haki, kwa sababu ni tabia yake Mungu wa kweli wa haki, unasikia kiti cha hukumu. Ndio unaiona hiyo lugha. Lakini pia pale anapoelezea ana mamlaka yote, enzi, uwezo, mamlaka na nini, kinaitwa kiti cha enzi. Kwa hiyo ndio usifikiria kwamba mbona kuna kiti cha enzi, kiti cha rehema, kiti cha hukumu. Ni hicho hicho. Lakini pia hicho kiti hamaanishi ulichokaa wewe ama anachokalia na mimi. Anamaanisha uwezo, position ya Mungu katika kufanya hicho anachokifanya. Ndio lugha inayofanyika pale. Sasa mtu asije akaanza kumchora Mungu namna hiyo. Kwa hivyo Lucifer was the covering cherub, miongoni mwa wale makerubi waliokuwa nakitia kivuli kiti cha rehema, kiti cha enzi, kiti cha hukumu. Lucifer alikuwa miongoni mwa hao wangapi? Na katika hao wawili, sikiliza vizuri, aliyekuwa karibu mno na ambaye amejifungamanisha na serikali ya Mungu na ambaye ndiye kwa hakika ambaye Mungu alikuwa amemfanya amemtukuza kuliko wote malaika, ni Lucifer. Na ndio maana kama unaelewa, kama utakuwa unasoma vizuri Biblia, alafu hata vitabu vya Ellen G. White anaeleza katika masuala nyeti ya wokovu, hakutumwa malaika yoyote isipokuwa alitumwa Gabrieli. Kwenye Danieli na Ufunuo alitumwa Gabrieli. Na ukiangalia kwenye habari za Yesu Getsemani, alipotoka jasho ya damu, aliyekuja alikuwa Gabrieli. Kwenye ufufuo wa Yesu siku ile, aliyekuja alikuwa ni Gabrieli. Kwenye kuzaliwa kwa Yesu, aliyetumwa alikuwa ni Gabrieli. Kwenye kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji, aliyetumwa ni Gabrieli. Tena alimwambiaje Mariamu? Alisema, mimi ni nani nisimamae mbele za Bwana? Na kwa kuwa nimekuambia wewe Zakaria, lakini unaleta habari ya uzee, itabidi upate karipio la miezi 9. Mzee alikula karipio ya miezi mingapi? Kwa sababu alikuwa na Biblia. Mungu alishamwambia Ibrahimu ya kwamba mwakani majira kama haya Sara atakupata mtoto. Halafu yeye anasema yule mkongwe yule na mimi huyu. Na Biblia inaandika neno moja kwamba walikuwa wote ni wafu. Anazungumzia biolojia yao yote ilishaga kongoroka. Usicheze na Mungu. Anamwambia kuna neno gumu la kumshinda Bwana. Na hiyo ni sura ya 10 na ngapi unajua? Sura tu ya 18. No, ni sura ya 18, wakati akiwa njiani anaenda Sodoma na Gomora. Ndio alimweleza mwakani majira kama haya.
Alafu Ibrahimu tena akajichanganya huyo, akaenda nchi ya Gerari. Kufika kule, uone Mungu alivyofanya, akampolishi Sara akawa msichana. Usicheze. Kuna mtu anasema eti Isaka alinyonya maziwa ya mzee. Nani amekwambia? Mzee yupi mpaka Ibrahimu anaogopa, anasema mama turudi kwenye sera yetu ya kule nyuma? Ipi? Useme mimi ni kaka yako na wewe ni dada. Hawa watu ulivyopendeza hivi watahama na wewe. Na wakihama na wewe wanakula kichwa kwangu. Kwa hiyo turudi kwenye sera yetu. Na unajua ni ndani ya mwaka ujao Sara anakuwa mjamzito. Uone jinsi ilivyokuwa. Kwa hiyo ukisema alikuwa ni mzee ni kikongwe, Mungu alirudisha upya, akaweka injini, akapiga na bodi. Made in heaven. Wewe cheza nini? Kwa hivyo ndio anaeleza alikuwa ni miongoni mwa kerubi afunikae huyo. Halafu anasema kwenye kitabu hii Signs of the Times, Julai 23, 1902, among the inhabitants of heaven, miongoni mwa wakazi wa mbinguni, Satan, shetani, next to. Pale alisema ndiye aliye karibu sana na kiti cha enzi cha Mungu. Angalia vizuri, mwaka uliofuata ile ni 1890, lakini hapa ni 1902. Mjumbe wa Mungu anaambiwa Satan next to Christ. Anakuweza position yake kwenye kiti cha enzi. Hakuna malaika mwingine, hata ukizungumza Gabrieli wakati ule hakuwa next to. Alikuwa ni Satan. Was at one time most honored of God. Alikuwa ameheshimiwa mno na Mungu, and the highest in power and glory. Highest in power and glory. Huyu Wazee na Manabii ukurasa wa 35 anasema Lucifer was the first of the covering cherubims. Wa kwanza katika wale malaika afunikae, wa kwanza. Holy, takatifu, and undefiled, na asiye najisika. Safi, mtakatifu, undefiled manake morality, msafi kwenye maadili. Ndio maana unaona alikuwa ndiye anaye-identify na administration ya serikali ya Mungu. Yaani kichwani mwake alikuwa msafi, mwenye uadilifu, tunza kanuni ya mbinguni. He stood in the presence of the great creator. Alisimama katika uwepo great creator, muumbaji mkuu. And the ceaseless beams of glory, na zile miale ya utukufu isiyokoma, enshrouding the eternal God, rested upon him. Ile miali yenye utukufu isiyokoma ya umilele ili mfanyaje? Ili mzunguka na ikatua kwake. Huyo Lucifer. Signs of the Times, ambayo tumeisoma, inaeleza vizuri. Sasa hapa wanamweleza jinsi alivyokuwa amefunikwa na nuru ya umilele ya utukufu ilikuwa juu yake. Kwa hivyo angalia, tumeeleza vyote. Desire of Ages, kurasa 758. Hii kwa maana ya Lucifer had been the highest of all created beings. Ndiye aliyekuwa wa hali ya juu kuliko katika viumbe wote waliomo. And had been foremost. Ndiye aliyekuwa mstari wa mbele in revealing God's purposes to the universe. Yaani malimwengu yote yaliyoumbwa na Bwana, yeye ndiye alikuwa mstari wa mbele kuefunua kitu gani? Makusudi ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo ndio maana ukimwona Lucifer unaona connection na serikali ya Mungu.
Kwa hiyo malimwengu yote yeye ndio alikuwa namba moja to reveal, kufunua makusudi ya Mungu. Kwa hiyo anajua vizuri mno Lucifer. Sasa nini kinatokea? Nini kinatokea Lucifer ikiwa yuko namna hii? Sasa sikiliza. Sasa nimemwambia atakuja nipitishe hii lugha mzione vizuri ambazo muziki wanazitumia kwenye taaluma ya muziki. Wazee wa Nabii 36 inasema as songs of praise ascended in melodious strains. Mnakumbuka mwalimu alisema melody ni nini? Mnakumbuka alizungumzia melody? Nyimbo. Unausisahau nani aliyekuwa na lead muziki? Aliyekuwa anaongoza kwenye kwaya mbinguni? Huyu. Na wakati anaimba, angalia melody, swayed by thousands of glad voices, ikijazwa na sauti zenye furaha maelfu, the spirit of evil seemed vanquished. Ile kwa sababu akatoa Ibilisi, nimeanzia tu kwa chini, lakini Ibilisi alikuwa ameshapata roho mbaya. Lakini walipokuwa zile nyimbo zinaimbwa akiwa anaongoza, ile roho mbaya iliyokuwa inaanza kuingia ilionekana kutoweka. Ninarudia kile nilichoangalia jana ya kwamba sikilizeni waimbaji, ikiwa wataimba kabisa nyimbo ambazo zinatoka kwake, muziki wa Bwana, yani hata kama kuna karoka litaka kuja kanafanyaje? Ikiwa kwa Ibilisi mwenyewe aliyekuwa kale karoka ameshaingia, na ni Mungu tu mpaka hapo alikuwa anajua nini kinaendelea ndani yake. Malaika hawajajua, lakini akija mbele za Bwana anaongoza, anaingiza watu, anaingiza viumbe, anaingiza malaika katika wimbo, na wanapoimba mbele za mfalme wa wafalme kwenye kiti cha enzi, anasema ile sauti, ile melody iliyokuwa inasogea, anasema ile roho yake chafu aliyokuwa ameanza kuikaribisha moyoni inatoweka. Bring the song, melodious strain. Hapo unaonekana unutterable love thrilled his entire being. Upendo usiotamkika ulijaza katika uwepo wake, katika nafsi yake yote. His soul went out, roho yake ikatoka. Na hapo ukisikia roho yake inatoka, ni kama unasema you spoke until when you get out of your skin. Unajua Ingereza wana lugha moja ya ajabu sana. Eti wakisema ulizungumza mpaka ukatoka kwenye ngozi yako. Ukisikia umetoka kwenye ngozi yako, ni kama unasema alijilipua. Nikisema hivyo labda unaweza ukaelewa. Yaani nyimbo ziliweza kumfikisha mahara hapo, in harmony. Angalia melody, harmony with the sinless worshipers, akiwa na wale waabuduo wasio na dhambi. In love to God, to the Father, katika upendo kwa Baba and the Son. Kwa kwenye ibada kwa Baba na kwa nani? Ndio unasikia leo unasema Yesu sio Mungu, kwa hiyo hawezi kupokea nini? Ibada. Unaweza ukaelewa. Unaweza ukaelewa. Ibilisi anajua anachokifanya hapa. Ere writings ukurasa 145. Until this time, mpaka wakati huo, all heaven had been in order. Mbingu yote ilikuwa kwenye utaratibu, harmony and perfect subjection to the government of God. Wakiwa wamejisalimisha kikamilifu katika serikali ya Mungu until this time. Kwa hiyo nini maana yake? Mbingu ilikuwa ni sehemu ya amani, kwa sababu akili ya malaika wote ikiwemo ya Lucifer ilikuwa imetegemea Mungu. Ndipo baadaye akabadilisha tone, akapiga nyaya nyingine. Na hii ndio naangalia juu ya maisha hayo ya ajabu sana. Kwa nini inakuwa vile? Ona alichokifanya napokwenda kumaliza sasa.
Lucifer, wazee manabii, Lucifer wakati akidai yeye mwenyewe kwamba ni mtiifu kwa ukamilifu kwa Mungu, claiming for himself perfect loyalty to God, he urged that what? Changes. Alisi mabadiliko, changes in the order and laws of heaven. Ngoja kidogo, sikiza vizuri. Wakati anaabudu vile, anajidai ni mtiifu kwa ukamilifu, lakini alikuwa anawasihi malaika, bana, unajua inapoona mimi ninavyoona, tunahitaji mabadiliko. Katika nini Lucifer? Kwenye utaratibu na sheria ya nani? Alafu akasema where necessary, ilikuwa ni muhimu mabadiliko hayo for the stability of the divine government. Yani mabadiliko hayo ni ya muhimu ili serikali ya Mungu iwe stable. Jamaa na akili huyu, anachoeleza malaika sicho chenyewe, sicho, ana hoja nyingine kabisa. Halafu to promote loyalty, tukibana afanye mabadiliko ya utaratibu na sheria za Mungu, kutakuwepo na tutapromote loyalty, vitahamasisha utii, and to preserve harmony and peace. Tutatunza harmony na amani. Kwa hiyo tufanye, kuna haja ya mabadiliko, unajua, kwenye order ya Mungu na sheria ya Mungu kunahitajika mabadiliko. Anachosema ni nini? Usisahau hili neno niliwaambia, music inatokana na neno music ya Kiingereza. So the musics of the Lucifer's heart was not to destroy. Nisikize vizuri. Hoja ya Ibilisi ndani ya moyo wake haikuwa kuangamiza serikali ya nani? Ya Mungu. Lakini kuleta matengenezo. Only to reform. Haikuwa kuangamiza serikali yake, ilikuwa ni ku reform. Kwa hiyo shetani alitaka areform sheria ya Mungu na utaratibu wa Mungu. Si ni lugha nzuri hiyo jamani? Mimi sio mpinzani wa serikali ya Mungu. Yaani ninavyoona tukiboresha. Mwalimu alitumia lugha moja hapo Kahare. Akasema hii unayosikiwa na boresha midundo chakacha 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 chakacha. Kuna lugha alizungumza. Na tutakuja kuangalia anavyoboresha kwenye muziki. Kwa sababu yeye ni mwimbaji, anafahamu na aliumbiwa muziki. Hayo maboresho hayo tutakuja kupitia mpaka utaona singeli, utaona rock and roll, uangalie jazz ndani ya kanisa. Mpaka wanajiuliza, huyu mwimbaji anayeimba mpaka anafanya tu hivi huyu, na hajielewi yuko hivi hivi, nani anampiga jeki? Anajisikia vizuri. Kwa hiyo nakuta anagusa button tupanta ta, lakini dudun 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 dudun. Yesu kwetu ni rafiki, biwa japia tidi 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 tukiomba. Mpaka tutaenda, mtaangalia Ibilisi anavyofanya. Tutapita mpaka kule kwenye gym, kuna hapo unasikia mazoezi. Watu wanaenda gym, hawajui sumu ya ajabu inapita kule. Subirini, tutakuja kuangalia. Hakuna mazoezi gym ambayo hayana satanic music. Hetu anapunguza mafuta. Mafuta yapunguzi na gym. Ugonjwa unaoletwa na mdomo unatibiwa na mdomo.
Ukinenepa, angalia kinachonenepesha kinapitia wapi? Sikioni au kwenye mdomo? Yaani unajua ibilisi akiamua kutuharibu, anatuharibu tu. Wewe ugonjwa umeingia kupitia mdomo, halafu nataka utibu kwa jimu. Endelea tu kuja. Endelea tu kuja. Na unatetewa kweli kweli. Ibilisi hasemi hatutaki muziki huu, ila anahoja tuuboreshe. Basi, na tutaona anakuboreshea. Ananitoa hapa na kutoa hapa mpaka unaenda kwenye paa. Unaona mtu anaimba tu yuko hivi tu. Oh, haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yaani muziki unakutoa hapo mpaka unaelea hapa. Unakuwa unaona kama uko mbinguni tayari. Muziki. So Satan wanted to reform God's law and order, not to destroy, but to reform. Na cha ajabu ili ujue hali ni mbaya. Hata ukizungumza leo, nenda kanisani kwako uzungumuze, watakuona mshamba. Mshamba kabisa usiyejua. Lazima watu waimbe, wachangamuke. Si ndio hayo? Ukiona watu kesho Sabato wamezubaa, unaanza Sabato, amuko usalimiane na mtu, watu hawajachangamuka. Hivi mmekuja kusalimiana au kuabudu? Hivi unajua ibada ni nini? Kwa hiyo mtu anatoka pale, furaha gani na ushiriki. Nenda kabisa, salimianeni huko. Mwalimu karibu njoo tusalimiane. Furaha gani na ushiriki. Utaona malaika wanafanya ujinga huo. Foolishness is foolishness. Yaani watu wako mbele ya kiti cha enzi wanamwacha Mungu, sasa wanasalimiana. Furaha gani. Tu hao watu waende nje wakasalimiane ndipo waje. Lakini yakisemwa na watu nao wajua, wanasema hata fulani alisemaga Bwana. Nimewaambia hivi, ana agenda ya kuboresha. Hao ndio wanaochangamsha shule ya Sabato hao. Leo huyu akisimamiaga shule ya Sabato kwenye mwenyekiti, ibada inachangamuka. Wewe unafikiri kuchangamuka kwa namna ile kulitoka pia kwenye madhabahu ya Bwana? When Satan is in, anachotafuta tu tujikute Mungu amebaki kwenye kisogo huku, halafu huku mbele ni ibilisi peke yake. Hicho ndicho ibilisi anachotafuta. Kwa hiyo yeye anachotafuta ibilisi, anatafuta kureform hapo order and laws, ili apromote utii na harmony na amani. Kwa utakapokuja kuangalia maneno order, harmony, tutakuja kuziona sasa hiyo lugha yake ambayo watu wanazifahamu leo kama harmony, kama melody, kama rhythm. Tutakwenda kuziangalia. Hivi vyote vinazunguka kwenye kiti cha enzi. Na ibilisi alijua wapi pa kushika. Kisha shika tu, anaua hiyo kitu. Na ndicho anachotamani afanye kwako na kwangu. Ninachoweza kusema, kesho ndio tutakuwa tunaingia kwenye kina zaidi, ambapo anafanyaje. Ila alichokwenda kufanya na alichotaka kufanya alifukuzwa, ila bado ana hizo musings, ana ule muziki wake uliochafuka, na anajua akigusa batani ipi basi, ambapo tutakuja kuangalia kuanzia kesho. Anashughulikia order na anashughulikia harmony na melody. Lakini wapi hasa anafanikisha? Kwa sababu kuna mara anakopitia. Akishapitia hapa basi huku vyote kila kitu kinafungwa. Harmony inajifunga, melody inajifunga. Siku zote ukisharisha tu rhythm, kazi ya rhythm ni moja tu, inafunga harmony, inafunga melody. Kwa hiyo mtu anaendelea hapo amepagawa kabisa.
Na tutakuja kuangalia watu wengi wanapiga kelele, kwa nini baadhi ya waimbaji ni wazinzi. Hawataacha zinaa mpaka waache huo muziki. Nawaambia hivi, hawatawaacha. Na ndio maana nawaambia ninyi waimbaji, mkishaelewa mtamwambia acheni kutupigia muziki huu, hamtashinda zinaa. Waendelea kuja. Huwezi kupigwa jeki na huo muziki wa shetani usiishie kwenye zinaa. Haijatokea na hajawahi tokea bingwa namna hiyo. Tutaangalia Biblia itakachokieleza. Jioni ya leo Mungu atujalie, baada ya kuona umeanza position yake, alikuwa ni mwanamuziki, lakini pia alikuwa ndio kiongozi wa ibada mbinguni, na yeye na serikali ya Mungu ilikuwa connected hivi. Kwa hiyo wakati malaika wanapomwabudu Mungu kwa Mungu na kwa mwana kondoo, unamuona hapa. Unapozungumzia juu ya Tony anaanzaje kulidi, tukuja kuangalia lazima kwaya mbinguni na anayeongoza, ndipo unaangalia walioshika vyombo na nini wanaingia kwenye muziki, alikuwa anaongoza. Somo hili natupatia tu kujua unaposhughulika na muziki unashughulika na aliyekuwa mbele za Mungu hasa akaanguka. Tunashughulika na yule aliyetamani kuchafua muziki wa mbinguni. Hiyo hizo lugha zote ni muziki. Tunashughulika na yule ambaye hana haja ya kubomoa, anakuja na ajenda ya kuboresha. Kwa hiyo Mungu atujalie, kwa sababu ni mdanganyifu, anahakikisha hatuwezi kung'amua kabisa. Atujalie kwa jina la Yesu, amina. Pastor Marata yuko hapo? Upo? Unaweza ukaja ukaomba kwa ajili yetu? Asante. Tusimame kwa ajili ya sala. Tuombe. Baba mwema, Mungu unayetupenda, tunasema asante kwa jioni ya leo. Tunashukuru kwa sababu umekubali kutufundisha namna ya kukuabudu kupitia muziki. Naomba uendelee kumtumia mtumishi wako. Endelea kufungua akili zetu ili makusudi ibada yetu kupitia uimbaji ikakubalike machoni pako. Tunashukuru kwa sababu utakuwa pamoja nasi jioni ya leo, hata kwa vipindi vitakavyoendelea siku ya kesho, kwa jina la Yesu, amina.